katika Matendo ya Mitume sura yake ya 2 na mstari wa 17. Na katika siku za mwisho Mungu asema, nitamimina sehemu ya roho yangu juu ya kila aina ya mwili. Nitamimina sehemu ya roho yangu kila sehemu ya mwili, na wana wenu wa kiume wataona maono, mabinti wenu watatabiri, wazee wenu wataota ndoto. Lakini siku ya leo nitazungumzia zaidi kuhusu vijana. Sasa why nitazungumzia vijana siku ya leo? Mungu ana mpango. Yani hizi siku kwanza ambazo tunazifikia ni siku za mwisho kwa kifupi. Yani ikiwa wewe bado unasubiria zingine siku za mwisho, wewe ushafeli kweli. Yani wewe haupo. Wewe ushapotea tayari. Hizi siku ambazo tunaziishi kwa sasa ni siku za mwisho, yani ambazo zimeshuhudiwa kwenye Biblia. Mungu mwenyewe alisema ya kwamba katika siku za mwisho atamimina sehemu yake, ama atamimina Roho Mtakatifu katika kila roho ambayo ipo hai, au katika nafsi. Akaongeza akasema ya kwamba mabinti wenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Leo kwa sababu gani nimetamani kuongelea vijana? Kuna sababu ambayo imefanya leo, yani lazima leo tuongelee kuhusu vijana. Yani taongelea vijana wenzangu. Kwa hiyo vijana, naomba tu munitege sikio vizuri. Yani leo nataka twende na step by step, yani tunaenda hatua kwa ingine, hakuna kuachana. Wewe nitege tu sikio lako vizuri. Yani Mungu ametuahidi ya kwamba katika siku za mwisho atamimina Roho yake takatifu ndani yetu sisi vijana. Yani sisi vijana wa kiume, eti tutaona maono, na mabinti watatabiri, na mababu zetu wataota ndoto. Na bado kwa siku ya leo ni vile ilivyo, ni ndivyo ilivyo kabisa. Yani tunashuhudia kwa macho yetu, lakini bado tunadharau. Hapo ndo tatizo liko. Yani tunayaona lakini tunapuuzia. Haleluya! Tunaona matendo ya Mungu lakini bado tunapuuzia, kwa sababu yani tunajimimi. Yani hii neno wakati nilikuwa naliandaa, yani nimesikia ingine moyo, yani nilikuwa natamani basi hata ningekuwa na vijana wote wa ulimwenguni, yani ili basi tuweze kusoma hii Biblia tukiwa nao pamoja, lakini haiwezekana. Ndio sababu hili nimeona niandae neno hili ili tuweze kulichangia vijana wenzangu. Yani unamkutana mama kwa kukuzaa kabisa, yani anakuzaa, anafurahia, anapitia machungu makali mpaka anakuzaa wewe kijana mwenzangu. Afu akishamaliza kukuzaa anaona bwana, kuzaa yenyewe haitoshi. Yani anaangalia sasa, nitafanyaje? Kwa sababu nimeshamzaa, naona atahitaji jina. Atahitaji jina. Sasa yani unakutana mama anaanza fikiria hivi, huyo mwanangu, kwa sababu yani kutokana na jinsi amenisumbua, jinsi nimesikia maumivu, yafaa awe mtu mzuri, awe mtu ambaye atawaokoa wengine vijana katika ulimwengu. Sasa akiona hivyo anaanza fikiria, sasa nitafanyaje? Kwa kuwa bado wanasema ya kwamba jina ndo mtu, yafaa nimpe jina la mtume ili naye aweze kuwakomboa vijana wenzake. Wamama, Mungu awabariki. Wamama, Mungu awabariki kweli, Mungu awabariki sana. Yani unamkutana mama anapekua Biblia yote kabisa, yani anapekua Matendo ya Mitume, anasoma ba Musa, ba Isaka, ba Yakobo, ba Shadraki, Meshaki, Abednego, sijui Elia, Musa, sijui ba Danieli, ba Samsoni, wote anapekua. Afu anakuja kuanguka kwa jina la Musa. Haleluya! Yani analikutana tu jina la Musa liko pale kwenye Biblia. Anasema ni lazima mwanangu nimpe jina la Musa. Yani mama kabisa,
lakini anakuja kufikiria Aisha kupa tayari jina la Musa. Anaona Musa yenyewe haitoshi bwana, acha niweke na nyongeza. Yani hapo anapekua tena, anapekua Bible, anakuja kupa na nyingine jina ya Elia. Yani unakutana mtu anaitwa Elia Musa. Yani mama amefanya kadiri kila kitu jinsi awezavyo ili mwanao apate kukua, yani awe mtu bora, kwa sababu hakuna mama ambaye anamtakiaka mwanawe mabaya. Hapana, haiwezekani. Sasa mama Aisha kupa jina la Elia Musa, yani hapo anakutakia mema katika maisha yako yote. Yeye anakutakia mema katika maisha yako yote. Afu wewe unakutana, wewe sasa unakuwa, yani una majina ya mitume wote ambao wamefanya mazuri, lakini ukikuangalia, yani unapita unasikia anakuambia eti ule mtu jina lake ni Elia Musa. Ukienda sikiliza matendo yake, mzinifu wa kwanza, kahaba wa kwanza. Yani unakutana mwanamke kabiti kazuri, mama yake alimpa jina la Mariam. Unakuya kuta yani yeye ndo anaongoza wanaume wote, sijui vijana wote, yeye ndo anaongoza. Wenzangu, tunaenda wapi? Yani majina yetu hayafanani tena na mambo ambayo tunayafanya. Yani unakutana mzazi alikutakia mema mpaka anakupa jina la mtume, lakini jina alikufanani tena. Yani unakutana mtu jina lake Elia Musa, lakini ukimkuta mitaani kule, yani ishabadilisha jina, yani wanaanza kumuita eti yeye ndio kichinja. Kazi ya matendo. Matendo ya mitume inatuambia eti Mungu atamimina roho wake juu yetu. Eti vijana mtaona maono, mabinti watatabiri na wazee wataota ndoto. Leo ndoto zetu vijana zinaishia yani unakutana baba mzima, yani unakuta ni baba na midevu yake. Ndoto zake inakuwa tu kwenye wanawake, ndoto zake ni pombe, yani amuke aende kunywa pombe, amuke sijui avute sigara, amuke sijui nini. Yani unakuta binti mzima kuliko amtumikia Mungu, maono yake yani inakuwa katika kuwaongoza vijana. Yani leo anabadilisha huyu, leo kesho huyu, sijui leo huyu, kesho yake huyu. Ndio maono jameni. Vijana tunaangamia, vijana tunaangamia. Yani unakuta kijana eti ni Shadraki, mwizi mmoja wa maajabu. Jamani, tufanane matendo, yani hata jina zetu zifanane na matendo yetu. Vijana wenzangu, mpende mkashirike leo, nitawaongea, nitawasema. Nitasema kweli, hata kama ni kwa sababu tunaenda kuangamia vijana. Maono yetu iko